Ulambi sasa hivi wala usiku. Nilikuwa nakufikiria leo lakini ndio ushaharibu. Maneno gani unaongea mbele ya mtoto bwana hayo? Kula. Aulia. Baba yetu sinitafuti. Iko kibao nitakupiga kidogo nitakujazia watu hapa. Mama simwache baba ale. Tanyanyuka hapa. Utakuwa kama ulivyoonja hivyo umeonja utaondoka. Wewe ni wali nazi. Unaitafuta utalipata. Nilipata vipi? Huu wali nazi. Karibu shemeji yangu. Asante. Mimi nadhani nimefanya kile nilichokuahidi. Kokwa. Zungumza, mumeo huyo hapa amefika. Zungumza tulijue tatizo lilipoanzia na tunalimaliza vipi. Sawa? Anazungumza ndio uzungumza kama ulivyoniambia. Kama makosa ni ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Eti ningejua kama makosa ya kiufundi. Shemeji. Mbona mimi nashindwa kuelewa lakini Sasa unachoshindwa kuelewa wewe nini hapo? Wewe mimi umeniita, umeniambia mkeo alikuja. Kazungumza 1 2 3. Ukaniuliza mimi na mimi nikakwambia ninachokifahamu. Suluhisho ya yote mimi nikamchukua nimleta na nimemchukua nimemleta. Sasa siazungumze sasa. Kokwa. Hebu zungumza kwanza. Unavokaa kimya unavofikiri tatizo lako talitatua nani tena kwa siku nyingine? Kumbe wewe muongo, si ndio Unatuchezea akili yetu. Tunashindwa kufanya mambo mengine, mumeo kaacha kwenda kwenye shughuli zake huko kutafutia ugali, unatujazia uongo unakuja hapa, si ndio? Wewe hamna cha kuniambia. Wewe unaonyesha dhahiri shahiri kwamba anachokifanya yeye wewe unashirikiana naye. Kama yeye alishakuja hapa, alishakwambia hilo tatizo lake. Nikakwambia nitamleta aje kuzungumza mbele yangu mimi. Sasa anashindwa kuzungumza, tafsiri yake nyinyi mnafahamiana. Shemeji. Unaniingiza tena na mimi? Kama ningekuwa nafahamu wala sikuwa na haja kukuita wewe hapa. Kwa nini asemi sasa mbele yangu? Mimi ndo nashindwa kuelewa shemeji yangu. Lakini ukisema unijumuisha mimi pamoja na Kokwa, ningemfichia tu mdogo wangu lakini sina lolote ninalotambua. Na yeye ndo kaja kanilalamikia hapa. Na ndo maana kukuita kukuambia. Sasa tena ukiniambia na mimi tena najua mapungufu yake huyu shemeji. Na isika unanikosea. Anko. Jambo. Jambo, shikamoo. Marhaba. Mguu unatoka kwenu. Nimetoka pale nimekuta kumefungwa na komeo pale, lakini kufuli hajabana, anaonekana hajaenda mbali. Ila mimi zumuni nilileta kwenu kuleta la mchezo. Sasa anko hilo tu. Hiyo hela mchezo nipe mimi nikampe mama. Nikupe hela? Najua hiyo. Mama yako je mtata, domo lake bwata. Mtaa mzima wanamjua, simjua nani. Mimi leo nikupeni nionekane mimi sina akili. Kweli tena nikifika tu namwambia mama hii hela yangu ya mchezo. Wewe usiniponze. Mama yako je namjua vizuri hapa. 50 rasi 50 majinunu, unataka mimi nionekane sina akili hapa? Wewe usimwambie hivyo mama yangu 50 rasi 50 majinuni. Nitakuja mwenye baadaye jioni. Kokwa. Sema basi ndugu yangu tumalize. Usiogope. Mimi si dada yako nipo hapa. Wewe unachoogopa kitu gani tena? Kokwa. Unajua fika kabisa mimi nimeacha kwenda kazini na nimeacha kufanya shughuli zangu za msingi kwa sababu ya wewe. Umenisumbua mpaka nafika hapa. Alafu unashindwa kuzungumza. Kwa hiyo wewe uko unanizushia haya, sio?
Laiti ningejua kama makosa ni ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Laiti ningejua kama makosa ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Yaani mumeo kaja hadi hapa nimemuita, tulimalize tatizo koko, umekaa kimya. Sikiliza ndugu yangu, kama sio kama sijataka kusema, mimi namuogopa. Ninaogopa kumwambia ukweli. Tungelimaliza, si nikwambia kwamba nitakusaidia mdogo wangu Zamo, nikakwambia wewe ukweli. Mimi nikirudi kule nyumbani akanizuru. Nani atanisaidia kule nyumbani? Naogopa, nisaidie. Ninachokiona tu, unyanyuke uende kwa mumeo. Unaona maneno anazungumza hapa Mimi na wewe shirika letu hili moja. Nyanyuka tu mama, nenda kwa mumeo. Sawa? Ndoa hiyo mdogo wangu, vumilia. Baba, nimetikia wito wako. Hapa alikuja mkeo. Katika maneno aliyoniambia yale, niliumia sana kichwa. Kwa sababu mtoto wa watu yule amelia kweli kweli, kitengelo cha kutisha hapa. Nikamuuliza, kinachokufanya wewe ulie ni kitu gani? Asemi. Nikamwambia, kwanza wewe ni mwanamke ambaye umelelewa vizuri sana kwenye familia. Familia yako iko sawa sawa. Angekuwa mtu mwingine angechukua maneno ungechukua maneno ukapeleka kwenu kule. Sasa hapo ungekuwa si sawa sawa, lakini wewe umelelewa sawa sawa. Wewe niambie kilichokuleta, kinachokutoa michozi. Nia ile ya kuolewa hii na kuoa, yeye hapati. Nikamwambia bado mimi sijakuelewa. Japo nilielewa lakini nitaka nizidishie mwenyewe. Ndio kuniambia jambo lile niambia, nikasema mimi siamini, ndio maana nikakuita. Nataka kuniambie yule mtoto wa watu yule bado mwali, bado binti. Kwao kulikotoka kuna lichofuata pale nyumbani. Baba, ina maana mke wangu mambo ya chumbani mimi na yeye anakuja kuyaleta huku? Hii sio kweli baba. Pakacha. Yule si mwenda wazimu wala si chizi yule. Kwa sababu kama mabinti waliolelewa, yule kalelewa sawa sawa. Kuwa na akili. Kama kuna jambo lipo upande wako, uniambie jambo tuone jinsi ya kufanya. Usianze kulaumu mtoto wa watu yule yuko sawa sawa. Babatu. Karibu. Vipi? Niambie. Mbona hivyo? Mbona sielewi? Maana naona kimya kimetawala, simu yako sione simu yako wala sioni chochote kinachoendelea sijui. Ndiko uko tayari, hivyo pia niko tayari kupigia simu. Ila tuko umeniwahi, ngoja nikakupe. Mzigo ndo. Mbona hivi? Baba, mbona mimi sina tatizo lolote? Nipo vizuri tu. Ukisema uko vizuri ndo maana yake nini? Niambie uko vizuri nini? Nimekwambia yule mwanamke amesema yeye alichofuata pale, kilichomfanya kuja kuolewa hapati. Sasa unachoniambia uko vizuri tu ndo nini? Mbona tu nikwambie ukweli. Hana hata mwenyewe sipendi kwa hivi. Mke wangu nampenda sana.
Ndio maana kwenye uchumba wala sikuchelewa kumuoa. Pakacha, lile sio jukumu langu na sio jukumu letu la kuonekana. Sasa badala ya kuniambia shida iliyokuwepo, unatana maneno mengi kama hapa. Tunataka kusikiliza hadithi ya babu yako Mzee Mtalika. Mimi ni mzee ambaye nimekutana na daktari na ushamba. Mimi vyote ninajua. Sasa usinipe hadithi nyingi kama wanavyosema watu kwamba kwa babu kama hakuna hadithi, watoto waombe kwenda likizo. Wewe niambie, shida iko wapi? Wewe mgonjwa? Kama jogoo pandi mtungi, wewe niambie. Sasa shida iko wapi? Sema. Kuna mtu alinidanganya. Aliniambia nimtege mke wangu. Awe. Yaani watu bado kwa hiyo ndio ilokuepo. Yeye bado unajua unazingua. Unazingua. Hivi mimi muda gani mimi nimesubiria pesa yangu siipata mpaka leo hii. Alafu pesa yenyewe pia nayo nibidi nipokee 200,000. Lakini mpaka sasa hivi unakuja kunipa 100,000. Ndio nini sasa? Ila mimi nakuahidi sijawe na koto unaipata. Si unajua tena mtu anakulalamikia na shida nini, wengine hawajaleta hela bado. Ila wiki ijayo pata hela yako. Na wiki ijayo mchezo unaanza. Na ukianza wewe wa kwanza, maana mchezo wa mwisho kidogo unakuwa na mbaba hivi. Wa kwanza unajipatia hela yako yote. Yaani hii tu mchezo huu sijapata hela yangu kamili mpaka sasa hivi na dai hela nyingine. Alafu tena nipigia mahesabu ya mchezo mwingine tena mbele ya safari. Vipi? Kwanza nikamilishie mchezo huu kwanza, pesa yangu yote kamilike ndio naambia masuala mchezo mwingine. Mchezo hapa hela yangu sijapata. Unaambia habari gani unaniletea? Najua ndio. Yaani ukianza wewe wa kwanza, yaani ukianza. Haya. Wewe wa kwanza. Haya bwana. Baba. Subiri kwanza na jambo langu. Kwa mke wako pale na tembo. Siwezi kumwingilia hata mimi. Nimerudi mganga kafa. Awe! Mama sijui tego na itegwa vipi. Pakacha mwanangu wewe, kuyakocha mambo kama haya. Aliyokudanganya wewe nani? Ujinga huo. Haya sasa leo wewe nzima. Hivi nzima unaendelea kuwepo. Haya umekufa ghafla, atake tatulia shida mtoto watu wewe nani? Baba. Ndio maana sijui nifanye nini, sio kama sifanyi lakini nzima tu. Awe. Mambo ya wakubwa. Sasa babangu, mimi kutegemea kama chakula. Baba. Basi nyamaza. Usilie, nyamaza. Hili jambo litaisha. Na mimi kama nilivyosema, mimi nikisimamia jambo halikosi kuisha. Sijawahi kusimamia jambo likakaa vibaya. Hili limeisha. Tutakwenda huko Tanga, tutatafuta mipango, mambo yaende vizuri. Nyamaza kulia. Mwanaume aliyo hivyo. Ndugu yangu mimi nakuita tangu kule. Unazidi kukimbia tu ndugu yangu. Tatizo nini? Ndugu yangu yani mficha malazi kifo muumbua. Mimi shida yangu 2,000 tu. Nisaidie 2,000 ndugu yangu. Kwa hiyo mbio zote hizi za kuniita kule kote kwa sababu ya 2,000. Mimi nimekwama, nisaidie 2,000 tu. Kwa hiyo wewe yaani umekaa pale kwa mkeo pale kwa sababu umeona mimi nimepokea zangu hizo hela nilizochukua kwa mkeo pale. Kwa hiyo ndo sasa hivi zimekutoa macho, umekuja mbio kwa sababu nataka kuja na 2,000 katika nazo. Ndugu yangu mimi siwezi nikaongea mbele ya mke wangu pale, ndio maana nimekugumia huku mbele huku. Nisikilize nikwambie bwana, kwanza ujue mke wako mwenyewe tu peke yake kazingua. Unaona? Kwa sababu gani? Mimi hizo yani mpaka sasa hivi ilibidi nipokee 200,000. Lakini mkeo kanipa 100,000 tu. Wewe unategemea nini mwanangu hapa? Sawa, lakini mimi shida yangu 2,000 tu ndugu yako. Kwa sababu gani? Ya mimi nisipopata 2,000 usiku leo mimi silambi ndugu yangu. Wewe mwanangu utakuwa uwezi kulamba ile kwa sababu ya 2,000, si ndio hivyo? Yule mke wangu mama yetu mimi namjua mwenyewe. Babu 2,000 unaona ndogo?
2000 sio ndogo hiyo, kwa sababu vile nakwambia mimi mwenyewe nilikuwa nacheza 2000 hizo unazozungumzia 2000 sasa hivi, na mimi nilikuwa nacheza 2000 mpaka zimefika 200,000. Mwanangu, yani usione majumba haya na siri kubwa, ujue maisha tunayoishi wengine si magumu sana. Kwa ndugu yangu, wewe nisaidie tu ndugu yangu. Mimi hela kukupa wewe sina mwanangu. Kaza mtoto wa kiume wewe baba. Kwa mwanangu unanikazia kwa ajili ya 2000 tu ndugu yangu. Babu. Tena mwanangu nataka kukaza. Sikufichi. Wewe mtoto wa kiume. Sawa bwana. Fanya kazi. Sio unakaa kaa tu unalia 2000 afu unajiachia achia tu babu. Wewe vipi? Guitar.